Habari, mambo vipi? Karibu tena Swahili Coding, sehemu pekee ambapo utajifunza programming kwa lugha ya Kiswahili. Na leo tutaenda kuangalia kuhusiana na GitHub. Kwamba GitHub ni kitu gani? Sawa. Na unawezaje kuitumia GitHub katika projekti zako? Okay. Na jinsi ya kujua GitHub in general. Okay. Kwa kwanza kabisa tunasema kwamba GitHub kama GitHub tunasema hii GitHub ni web based platform. Sawa, ni platform ambayo ni web based au tunaweza sema kama web application. Sawa, ambayo hii inakusaidia kufanya kitu tunaita version control. Sawa, GitHub ni web application ambayo inasaidia developers kuweza kumanage changes katika kodi zao. Kwa maana ya kwamba mfano mpo madeveloper 4 mnatengeneza application moja na kila mmoja ana role yake. Kwa kutumia GitHub mnaweza mkashare zile kodi na kuweza kuona changes ambazo mwenzako amezifanya. Pia mfano kuna mmeshamaliza kufanya kazi, sasa mnataka muipeleke live, mnaweza mkapeleka live mkao na branch nyingine ambayo mnakuwa mnaitumia local. In general tunasema kwamba GitHub ni web application ambayo inawasaidia kufanya version control, lakini pia inasaidia kufanya developers collaboration. Sawa, na ambayo pia inasaidia developer kuweza kumanage changes katika kodi zao. Kwamba kwa mfano kuna kitu amekipush, amekipull, nadhani ushasikia maneno kama hayo katika development. Sasa GitHub ni pana. Tutaenda kuangalia baadhi ya terminologies au concept ambazo tunakuwa tunazitumia sana katika GitHub. Ya kwanza kabisa huwa inaitwa repository. Okay? Ukisikia mtu amesema repository katika GitHub, repository tunasema ni ile project folder. Sawa? Yaani ile kwamba ile folder ambayo sasa linakuwa na mafaili yote ya project yako. Hilo linaitwa repository au tunataka repo. Developers wengi wanaita repo. Kwamba bana, okay, hebu share repo yako. Hii repo, sawa, hizi ni files ambazo zinakuwa zina contain taarifa kuhusiana na project yako. Yaani mfano kama wewe umetengeneza software labda ni ya Flutter au labda ni ya Laravel au ni ya Python, na yale mafaili ambayo yanakuwa yapo katika project. Umeona zile files za configuration, hizo files tu za user interface, all files zote hizo zinakaa katika repository. Okay? Kwa hiyo hichi ni kitu cha kwanza, inaitwa repository. Kwa repository huwa unataka project folder ambayo ina contain mafaili yote kuhusu project yako. Na tunasema yes, hiyo ni repository. Kitu cha pili tunasemaga kuna kitu inaitwa commit. Okay? Commit katika GitHub tunasema kwamba hizi ni changes ambazo unakuwa umezifanya katika ile repository yako. Sawa? Commit tunasema hizi ni changes ambazo unakuwa umezifanya katika repository yako. Zinaitwa commit. Kwa mfano labda ulikuwa una form yako ya login. Kuna kibatani pale kilikuwa cha rangi nyekundu, ukabadilisha ikawa cha rangi ya blue. Sasa ili uweze kutuma hii changes kwenda kule GitHub, lazima uweze kucommit. Sawa? Kwa kile kitendo cha commit tunasema kwamba wewe unakuwa umetuma mabadiliko, changes katika project yako. Haja kuangalia sample command ambazo huwa tunatumia, mfano labda kuinitialize repository, kucommit hizo changes na vitu kama hivyo. Okay? Hichi ni kitu cha pili ambacho unatakiwa ufahamu kuhusiana na GitHub. Inaitwa commit. Kwamba ni changes ambazo unakuwa unazifanya katika project yako. Kitu cha tatu sasa inaitwa branches. Sawa? Tunasema by default ukitengeneza repository huwa inakuja na branch ambayo inaweza kaitwa main branch au zamani ilikuwa tunaita master branch. Okay? Kwa hiyo branch tunasema hii sasa zinakuwa zinakusaidia kuweza kucontrol zile versions sasa za nini za project yako. Kwamba wewe unaweza kawa una project moja
ila ukaziwekea ukatengeneza branch zaidi ya moja. Kwa mfano kwa kuna branch ya local au nasema branch ya testing na branch ya production. Kwamba kitu kisha kufanya testing ukaona kimekaa sawa, then sasa unakipush kule kwenda kwenye production. Kuelewa kwamba branches sawa tunazitumia kuweza kutengeneza different versions za project zetu bila kuaffect ile main sawa au master branch, ambayo main sasa inakuwa ndo yani ndio mama branch mama. Kwamba mfano mtu akija sasa kutengeneza branch nyingine atapewa a copy of code kutoka kwenye ile main kwenda kwenye branch yake ambayo anakuwa ametengeneza. Okay? Hiyo ilikuwa ni idea ya tatu au nasema terminology ya tatu au concept ya tatu ambayo utakuwa fahamu sana na GitHub. Concept ya nne sasa hii huwa naita pull request au naita PR. Okay? Sasa hizi PR ni kitu gani? Pull request tunasema hizi ni kama proposal. Sawa? Hizi ni kama proposal. Proposal za nini? Proposal za kumerge change kutoka kwenye branch moja sawa kwenda kwenye branch nyingine. Kwa maana ya kwamba hivi sisi hapa mfano tunatengeneza software sawa, labda kuna mmoja anafanya front end mwingine anafanya back end. Mwambie bana wewe bana mtu wa front end, hebu nitengenezee login form, mimi nitafanya back end yake. Huyu mtu anayetengeneza front end ana branch yake na huyu mtu wa back end ana branch yake. So ili huyu mtu unasema wa back end aweze kuona mabadiliko ambayo ile mtu wa front end ameyafanya, lazima huyu mtu wa back end atume pull request kwa bana nataka kuomba nini, nataka kuona changes ambazo umezifanya. Kwa hiyo ukishatuma ile pull request, kinachofanyika ni kwamba kuna kitu kinaitwa merge. Sawa, merge maana yake sasa nichukua hii moja na mbili ziunganishe kio kitu kimoja. Maana yake kwamba chukua changes za huyu mtu wa front end, huyu mtu wa back end, zimerge upate kitu kimoja. Kwa sasa ili sasa uweze kumerge lazima utume pull request ambayo inakuwa ni kama proposal. Okay? Na mtu ambaye anakuwa anaweza kumerge ni yule mtu ambaye yeye ametengeneza hiyo repository. Kwa kuangalia katika session za mbele ni jinsi gani ya kutuma hizo pull request. Sababu pia kuna vitu issue zinaitwa kama conflict, kwamba unaweza ukamerge kukutana na conflict. Lazima pia ujue jinsi ya kuresolve hizo conflict katika GitHub. Okay? Lakini tuelewe kwamba kuna kitu kinaitwa pull request ambayo hii ni proposal ambayo inatumwa ili kuweza kumerge branch mbili tofauti. Okay? Terminology nyingine hii inaitwa fork. Sasa kufork unasema ni kwamba unakuwa unachukua sawa copy of code sawa kutoka katika repository fulani bila kuaffect sawa, ambayo kwamba ukifork sawa, unapofork repository ya mtu ni kwamba wewe unaweza kufanya changes zozote zile ambazo wewe unazitaka, lakini hautaweza kuaffect nini, kuaffect ile original repo. Sawa. Kwa hiyo unaweza mimi nikatengeneza branch yangu nikasema nikatengeneza project yangu nikaweka kama public na kwamba mtu yote anaweza akafork akachukua sawa, akafanya mabadiliko yote anayotaka yeye, lakini mabadiliko ambayo atayafanya yatabaki kule kwenye kodi yake, hayatakuja kwenye main au original branch. Okay? So hii ilikuwa ni kufork. Kitu kingine sasa tunasema ni issues. Okay? Issues sasa huwa zinatokea. Sawa? Ambaye hapa sasa tunasema katika GitHub sasa kuna namna jinsi ya kutengeneza issues. Kwamba mfano labda nyinyi developer wawili mnafanya project. Umeshindwa kuona labda file fulani na hakuna any ways of communication. Basi katika GitHub kuna sehemu inaitwa issues. Nionyeshe hapa. Sorry, naona wifi yangu dakika moja.
Okay. Yeah. So let me open moja ya repository zangu. Okay. So ukija katika GitHub hapa unaweza kuona nimefungua project yangu, kuna sehemu hapa ya issues. Kwa katika issues sasa pale tunasema kwamba hapa huwa tunaandika maelezo kwamba bana nimeshindwa kulogin au naomba nitengenezee kitu fulani. Okay? Zote hizi issue mnaziandika, ni kama sehemu mojawapo ya kufanya discussion kuhusiana na project husika. Okay? Hiyo ni issues. Sawa? Lakini sasa tunasema kwamba terminology nyingine sasa ya nne hii ni ya 7 inaitwa sasa Git. Git sasa tunasema hii sasa ndio tunaita version control system. Version control system. Okay? Ni mfumo ambao unakusaidia kuweza ku manage nini? Version control. Na hii Git sasa inakuwa powered by GitHub. Kwa kama nilivyosema pale GitHub, hii ni web application. Sawa? Ambayo web application sasa iko powered na nini? Inatumia nini? Inatumia version control system ambayo inaitwa Git. Okay? So, kwa mara ya kwanza jinsi ya ku install Git, sawa? Utaenda tu Google, utaandika git install. Kwa wale watu ambao wanatumia Windows, sawa? Utaenda pale kwenye Git, utakuja uta download pale. Click hapa kwenye Windows, sawa? Uta download hiyo Git afu then uta install. Ila sasa kwa watu ambao tunatumia MacBook, utaenda kwenye Mac OS, sawa? Hapo uta install ile homebrew, then utaje kufanyaje? Utaandika brew install Git. Kwa maana ya kwamba utaandika pale kwenye command zako sasa cmd yako nasema brew install Git. Hapo unakuwa una install GitHub. Okay? Na GitHub sasa ikiwa installed, ukiandika git -v itakuonyesha pale version ambayo umeinstall ya GitHub yako. Sasa baada ya kuweza kuinstall GitHub yako, ambacho tutakofanya cha pili sasa inaitwa ku setup GitHub yako, kwamba sasa kuunganisha kompyuta yako na mfumo wa GitHub. Unaunganisha vipi? Lazima uandike command hizi. Utaanza na kuandika git config, sawa? Utaandika global. Cha kwanza sasa ambacho utaandika wewe ni user.name, ambapo hapa utaandika username yako ambayo utumia GitHub. Kwa mimi hapa katika GitHub yangu hapa username yangu ni dev mpemba, sawa? Kwa hiyo utaandika ile username yako ndani hapa dev mpemba, then utaandika tena git config global, na utaandika pale sasa user.email, ambapo hapo tena utakuja kufanyaje? Utaandika email yako. Okay? Basi sema xyz@yahoo.tz kama hivyo. Baada hapo utapiga enter, then sasa itakudirect kwenda kwenye GitHub kule kwenye browser, na baada hapo utakuwa umeshaunganisha project yako na nini, yaani kompyuta yako na GitHub. So hivyo ni jinsi ya kuunganisha nini project ya tunasema GitHub na kompyuta yako. Kitu cha pili sasa tunasema ni tunaita kuclone. Sawa? Kuclone repo maana yake nilisema kwamba hizi nikija hapo kwenye branch yangu unaweza kuona kwamba kuna some of my repos ambazo nazifanyia kazi. So repos zile tulisema kwamba ni zile project file, sawa? Yaani file ambazo yanakuwa na contain yale zile project zako. Mfano hizi ni baadhi tu ambazo ziko public. Sasa mfano mimi nataka sasa nichukue hii repository ya bus ticketing. Unafanyaje? Ukifungua hiyo project hapo, sawa? Okay, ukifungua ile project pale, ukija kwenye kodi pale, naona hii iko empty. Nitafute project ambayo ina code.
Okay, mfano hii food delivery hapa. Yes. Hii ambayo kumuona kuna file kibao pale. Sasa mimi nataka ni clone hii project ije katika kompyuta yangu. Na clone vipi? Nitakuja hapa kwenye code, sawa? Nitakuja kucopy hii link. Sawa? Hii link ukienda ukiifungua, muona itakuandikia ile pale github.com/username yako, then zile repository inakuwa na extension ya .git. Kwa ambacho sasa unakifanya wewe ni kwenda katika folder ambalo wewe unaitaka. Mfano mimi nikiangalia hapa, okay, twende kwenye desktop. Hapa nitengeneze directory, hapa niite tests github. Tuingie hiyo directory pale. Okay. Nataka sasa niweze kuclone ile project ilije hapa. Tafanyaje? Taandika git clone. Then nitakuja kupaste ile URL yangu. Sawa? Kwa hiyo nikipiga enter hapa, maana yake zile code zote ambazo zipo katika ile project, sawa? Katika ile repository zitawekwa wapi? Katika hii hii file test github. Naweza kuona pale shamaliza. Kwa nikija nikiangalia pale, muona ile food delivery iko pale. Kwa nikifungua ile food delivery, unaweza kuona zile kodi zote ambazo zipo kule kwenye GitHub zote zinafanyaje? Zinaonekana hapa. Maana kwamba nimefanikiwa nini? Nimefanikiwa kuweza kuclone ile project. Okay? So, hivyo ndio jinsi ya kutumia Git, sawa? Ila pia sasa kama sasa utakuwa umefanya sasa changes zako sasa katika ile project yako, unatakiwa sasa utume zile commit, kama zile message kwamba bana nimefanya kitu fulani. Sawa? Kwamba tu utakifanya pale utaandika pale git commit. Sawa? Baada ya hapo utaandika -m kwamba unaandika message yako kwamba bana, mfano labda nimechange login button. Hapo nikipiga enter pale na push moja kwa moja hizo changes kwenda kwenye branch yangu. Okay? So hii ni just overview ya GitHub. Unaweza try kupita Google kidogo ukaangalia jinsi gani GitHub inafanya kazi, lakini GitHub ni teknolojia nzuri sana ambayo inawasaidia developers kuweza collaborate na kuweza kufanya project nyingi kwa ushirikiano. So kama utakuwa na maswali na maoni, unaweza ukaandika chini hapa ya comment. Pia kwa support unaweza pia ukanicheki pia hapo chini katika comment. Otherwise, asanteni sana, muwe na siku njema.